Wengine leo wamekutanika kwa pamoja hapa, hawa ndio wanatupa sisi muunganiko. Kitu ambacho mimi nakipenda katika maisha yangu, moja ni dini yangu, lakini la pili ni kuweza kumsaidia mwenzangu vile vile afike pale, hata kama hizi vitu vyote tunapewa na Mwenyezi Mungu, kama tulivyoambiwa tusihukumu kwamba huyu bwana mwisho wake ni hapa. Huwezi jua kesho na kesho kutwa yeye anaweza kawa msaada kwako, kwa sababu maisha jinsi yalivyo ni fumbo. Huwezi kujua fulani atakufa naye. Lakini ni wakati sasa ambao wa kuwakaribisha kaka zangu wote wawili, Bambo pamoja na Mtanga. Leo kuna mashabiki wenu wengi tu hapo hapa wanataka kuwasikia. Tulikuwa tukikaribishwa kule Rozana, leo tupo katika mji mwingine kabisa wa Sheikh Othman Mike. Na sisi tumefika hapa. Kuna vitu vingi, lakini kikubwa nisicheleweshe muda. Muda sasa wa kaka zangu hawa kufanya ya kwao. Kama atasoma, ameniambia pale Sheikh Mtanga kwamba anataka kulipa ile ambayo alisoma Sheikh Omar. Kwa hiyo sisi kule katika majukwaa tunasema mtu akiwasha moto sana huwa anampa kazi kweli anayefuata nyuma yake kwamba nitaingiaje. Lakini mashehe leo wametuonesha, ametoka kuwasha moto imamu hapa, nikasema leo nataka tujifunze kwa mashehe wanakimbia ama huwa wanapanda zaidi hapo. Kumbe nilichokisoma ni kwamba huwa wana adjust yale mambo. Mwenzangu akisoma kwa wao unaimba wao maswali ya Muhammad, mambo yanakwenda mwisho wa siku kwamba kila mmoja anaheshimika katika nafasi yake. Basi naomba niwakaribishe. Asalamu alaykum. Kwanza nimefurahi sana leo kuunganika na mashehe wakubwa kabisa. Yaani ni kitu ambacho Sheikh Othman Michael anafanya vizuri kweli. Hata watu ambao tuliponyokwa tukaingia kwenye kazi zetu ili tukaona kama ni watu tuliopotea, lakini kupitia Sheikh Othman Michael tunaamini kwamba Mungu popote ulipo na yeye yuko. Kwa hiyo kutokana na hilo ningeomba kwamba tusome Allahu tatu kila mtu kwa ajili ya kumpa Sheikh Othman Michael. Bismillah. Hii ni zawadi kwa Sheikh Othman Michael kwamba hatuna cha kumlipa, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuwa naye karibu tu kwa nafasi yetu sisi. Kwa hiyo tunamshukuru na tunamuombea kwa Mwenyezi Mungu amweke miaka mingi, tunufaike sisi na vizazi vyetu kupitia yeye. Ni kweli. Mimi nashukuru. Ni kweli. Japokuwa na leo nimetia timu kwa mara ya kwanza. Nimetia timu kwa mara ya kwanza Ikulu. Kazibani kajikuta nimebandiwa barafu kwenye kwa hapa hivi. Kwa sababu najua tena ukitoka joto jumlisha hali ya hewa fulani unapata freeze. Ukitoka joto jumlisha. Kwa kweli Sheikh Michael bwana ni mtu wa kweli. Ukiangalia kwamba imani alikuwa nayo na afya zetu pia anajua matibabu yetu, huwa tunaenjoy zaidi. Tabia hiyo dawa ya kitabu huwa tunaenjoy zaidi. Mbona ndio mtamuuliza dawa ya kitabu. Sawa. Naona anaanza kumchokoza. Kwa kweli tunashukuru sana kwa sababu jinsi kweli zidi kwenda na malazi ya kizembezembe yanakuja. Unajua kushangaa tu mara unatuta. Hii tu tumetukiwaga mara unatuta. Kwa sababu tu jinsi kwenda na umri unavyozidi kutumika, basi kuna kingine kinajiongeza. Mtango. Na kitu kingine na Sheikh alisema jamani, tuwe tunahurumiana, yaani tuwe na mioyo ya huruma kwetu sisi na viumbe ambavyo vimetuzunguka. Lakini mimi Mwenyezi Mungu atanisamehe, huruma na kunguni sina wala siwezi kuonea, kwa sababu
wao chakula chao ni sisi. Kwa hiyo shehe atanisamea, lakini huruma kwa vitu vingine ninayo. Sasa kama ukiangalia kofi analopigwa Mungu na mwili wake kusema kweli hakuna huruma. Yaani nikimkosa mbu wewe mwenyewe umevimba mwenyewe. Unakuta umetoka kile. Nikimkosa mbu wewe mwenyewe umevimba. Kuna viumbe vitakiwa kuwa na huruma nayo. Na ukivikaribishia huruma tu umekwisha. Mmoja hapo kama kunguni anakufanya usiku kucha unahesabu mabati na galagala tu. Alafu uweke wewe huruma kwake. Utadhariana pale ukae. Na ukimpiga signature inatoka unampiga signature haipata wapi, wanaongezeka. Kwa yote tunamshukuru Sheikh Osman Michael. Sisi hatuna cha kumlipa, lakini Mwenyezi Mungu tunamuombea kwamba aendelee kuwepo, yani muda mrefu duniani, tunufaike wote, au sio bwana? Kama Sheikh alisema tusiwe na dharau. Dharau mbaya sana kabisa. Yaani kijana kama JK pale apate mji kama yani hata kumuona umuoni mtaani. Lakini Sheikh Osman Michael anaishi na watu. Wow. Vijana sasa hivi akipata kidogo apate pikipiki tu muone. Na ukizubaa kwenye dipi la maji na kurushia maji. Tayari dharau, na ndio kinachokuangusha vijana sasa hivi wengi. Wengine unakuja kumwamini au umletee dharau, kumbe ujue kwamba umaridadi hupunguza ufukara. Unaweza kumkuta mtu achomekea suti ya mtumba ukajua huyu mbunge. Kumbe dalali wa tumba. Na suti ina masharti kwenye mbati yake. Samahani mzee wangu, umenipigia burani mpaka machozi yamenitoka. Hongera. Hongera bwana mkuu. Yote haya kataka Sheikh Osman Michael. Suti, kabla ya kuvaa suti lazima uangalie tumbo lako kula nini. Your stomach, your stomach, what are you eating? Kuli nino. Kwa hiyo usije ukavaa suti umekula makande, ukabwa maharage, ukashushia na Pepsi, ukajenga kamwili, ukapiga na mayai yako ya kutosha, alafu unavaa suti. Ukimwita Yusuf, kasuti kananuka wiki nzima. Hata mwezi. Kananuka. Kingine ana suti pia vile vile kama unatembea nayo. Haitakiwi mfukoni kulia chaka unatembea nayo. Kulia shwaka. Yaani mgongoto. Na vile suti usije ukaivaa alafu unatembea na bauti la muua hivi unaweka kwa. Kaa chini tafuna kama hapo. Ukimaliza endelea na safari yako. Suti pia kama umevaa yeshi unachanganya suti ya kachumbari. Lakini ukienda ukweni aliyevaa suti na singlet ni tofauti. Wewe kama ulivaa singlet ukaenda ukweni utaambiwa mkwe kimbiza kuku tuchinjie. Lakini unavaa suti ukisema ni watu mkimbizeni kuku. Hata kama ana hela kutoa pesa. Suti itamjia. Suti ina mambo mengi unapoipiga. Yaani ina mambo mengi kweli kweli. Bana bambo hapa kuna ka message kameingia nakaona anasema usome alhamdulillah. Unaweza kuanza. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kwamba tunaonyesha na sisi Osman Michael sio kwamba tu ni rafiki, tunamtumia kumjua Mwenyezi Mungu na kujua maandishi yake. Kwa maana tunasema tunamshukuru sana. Na kama unajua binadamu ana sura nyingi, lakini mimi nitataja mbili tu. Ngoja kwanza nikuulize. Lakini mimi nitataja mbili tu. Hivi unapofikiria kwa mfano sura ya kwanza. Umeona kwa mfano, lakini sio kweli. Umerudi nyumbani wewe shehe tufanye upadre, umemfumania mkeo, sura inakuwaje? Maana kuna vitu havivumiliki. Hapo anauliza ni uwe si uwe, lakini mtu wa Mungu yo kamfumania mwingine ni uwe si uwe. Kuja automatically. Yenyewe. Kuja automatically. Sura ya pili ni ipi bwana baba? Sura ya pili ya mkeo siku saa 9 umechelewa. Umetoka kwenye mihangaiko yako saa 9.
wakati mwingine umekuchuka, shetani kakupitia, umetoka kwenye milango iliyoandikwa nyumba za wageni, wakati wewe mwenyeji wa mji huu unarudi nyumbani saa 9 sasa jiacha, umefika nyumbani unakuwa na hasira gani? Yaani unajichekesha chekesha tu. Yaani unakuwa mwana kondoo. Yaani ina maana kwamba wewe unachokifanya ile kitu kipo ndani yako. Unalazimisha furaha au unamshawishi naye furaha. Unalazimisha furaha dhambi ziko moyo. Lakini kwa Mwenyezi Mungu huwezi kuficha dhambi. Lakini kwa Mwenyezi Mungu anakuona. Mungu anakuona kila ulipo. Kama X-ray. Kwa hiyo tujitahidi sana Waislamu kufanya yaliyo mema, kwa sababu kwanza maisha sasa hivi yamebadilika sana bwana. Sasa hivi vijana wadogo ndio wanaondoka sana duniani. Kwa nini? Unajua, kwa sababu wako nje ya maadili ya kwenye maandiko tulivyoagizwa tuishi. Usinywe pombe, unakunywa pombe, tayari unaua kuku, unaua hichi. Lakini ukiwa mtu ambaye umenyooka, unakuwa na nguvu. Kuna siku Sheikh Osman Michael ananiambia yeye anapiga kareti bara, piga kareti bara, unaona. Kwa hiyo anajenga afya yake, unakuta kila siku bado kijana anajenga afya yake. Lakini kuna mtu ukimwita ambaye uko umri wa kwake, msimamishe naye, unaweza kadhani baba. Kwani mtango nilimwona nikaanza na shida hapa kuimba. Ile ni kusoma Qur'ani. Hii kibana hivi unajisikia ndani. Kwa hiyo unapokosea pale sehemu unaona hapa unajisikia, ndio maana anaweka hivi. Kwa hiyo akiweka hivi hadi mwenyewe anajisikia, bali ya nyinyi kumsikia na mwenyewe anajisikia. Kwa hiyo kukosea na kwa nguvu. Anaweka kama sikiko ya ndani. Yaani headphone za mikono. Anakuwa anajisikia. Nafikiri anapokaza sauti sana naona kama atapasua ngoma asikie. Ile ni kama headphone. Unajisikia mwenyewe unasoma ile Qur'an, kwa sababu Qur'an ndio maana unakuta wakina Alikiba, wakina Diamond, wale ni watoto wa Kiislamu. Lakini ndio wanaongoza kwa kuimba muziki kutokana na kupitia walipita huko. Kwa hiyo unakuta sauti ikitoka inatoka yenyewe kabisa, sio ya kutengeneza. Sasa akiweka hivi hapo kakasirika kweli, alafu anamuona Mwenyezi Mungu hapa anamkemea, unaona. Kwa hiyo anapambana, maana mshe alisoma hapo mpaka machozi yalinitoka. Alafu anambwembwe, anaweka besi gani? Bwana, kwa kweli nimeshukuru sana jamani, tuko pamoja. Bwana, kwa kweli nimeshukuru sana jamani, tuko pamoja. Baba, nini baba iko leo na sambani Michael baba kubwa sana ndani Chandika. Tayari maliza shughuli sasa kwenda Finya. Najua Finya. Nakuelewa, nakuelewa Njibao. Finya manake nini Finya? Na umekumbongo. Finya kutafuno. Finya manake fula, enda piga pilabu sasa hivi baba. Wewe unakula wewe na pilipili vipi nakuletea? Pilipili taka mingi sana ile tafunia nyama. Tafuna pilipili chozi natoka. Bana kula pilipili fanya chozi toke ndio pilipili kali. Jamani, tunashukuru sana. Tuko na nyinyi. Tumefurahi kwanza. Tunaingia hapa tunaambiwa bwana fashe wenu pale. Unaangalia unadhani pale pashe wetu kwa kiongozi wa serikali. Kwa hiyo ni kwamba tunajitenga yenyewe. Imejitenga. Alafu unaangalia kuna kilima mbele. Kule unaangalia kilima, kambi ya jeshi. Kwa hiyo ni kwamba mwenzetu anapambana na hapambani kwa ajili yake. Ndio maana anapenda kukusanya watu, tukae pamoja, tupeane maneno matatu kuhusiana na Mwenyezi Mungu, ndio anapotaka yeye kuishi na watu hivyo, na ni kitu kizuri sana. Tujifunze kutoka kwake, hata kama ni mdogo, lakini karima aliyokuwa na Mwenyezi Mungu ni kubwa, kwa sababu kukaa na watu kama hivi ni kipaji.
Mimi kwangu na watoto wawili, lakini mmoja kila siku lazima nimpige kofi. Wawili tu, lakini kuna mmoja lazima tukimbizane, kwamba sina kipaji kile cha kukaa na watu wengi. Ni talent ambayo Mungu amempa na upendo aliokuwa nao, moyo aliompa yeye, ana uwezo wa kuishi na kila mtu na akamsikiliza tatizo lake, amsaidie vipi, ndio anavyoishi. Kwa hiyo tuige kutoka kwa au unasemaje? Endimani yake kwanza leo hivi kwanza leo hivi anisaidie kidogo na si kama kisi fulani hivi anisaidie kidogo na si kama kisi. Wakati mwingine si kama unataka kufanya chiche fulani kama volcano. Unaona sasa hapa huku tulipo huku heshima cheche tukafanyia eti maana nishakuelewa unakoelekea wapi. Nitamwomba. Vitambi viko vya aina ngapi? Kuna vitambi vya aina 3. Kitambi cha kwanza kinabibia moyoni. Ngumu kama zile. Hiki unaweza kugongana na mtu mwenye basikeli nyang'anyanga yuko vizuri. Ndio Kitambi cha basikeli kinatokana na nini? Madeni, kufikiri maisha, walikuta deni. Umeona Kitambi kinaodia ugonga kama shaba. Kitambi cha pili kinaelekea kushoto. Kushoto huko kinakaa kama site mira. Kinaelekea kushoto. Hicho kinatokana na nini? Sababu ya kusalendo. Kila siku kwenye mitalo, kusalendo, piga mtamo unaanguka kwenye mtalo. Kwa hiyo tumbo linalema linaelekea kushoto. Wewe unadondokea upande mmoja, si ndio chesesi. Kitambi cha tatu. Kitambi cha tatu kina mstari laini hapa kwenye leseni kutoka Zalaya. Kitambi inakuwa kina mstari. Kuna kitambi kina adjustment, kichezi. Kuna kitambi kina adjustment, ndio kitambi buyu. Kama alichokuwa nacho Kingwendu Kilibatumbo. Kama alichokuwa nacho Kingwendu na Kilibatumbo. Unaweza kusema kibuyu au mkoba wa kinyozi. Wala ile wanakusikia tuko live hapo, anakusikia. Tunashukuru sana, tuko pamoja. Naomba kila wiki, kila muda tutakapohitajika tuwe pamoja. Tukipata muda kama hivi na chuma cha mkulanga umemwona. Sauti yake inabidi tuulizane. Sauti laini kama kababu. Umeona? Sasa yule kitambi atakisikia kwenye redio kutokana na sauti yake. Tumboni. Ana mbwembwe na yule. Itabidi tafute namba tuitumie ile sauti. Au sio bwana? Chuma cha mkulanga samani. Njoo kidogo bwana hapo. Utuonjeshe ile hata robo. Hata robo tu akasauti. Karibu. Jo ya habibi jo usigizini jo ya habibi jo usingizini jo au niteni kuitike nikuzuru hapo ulipo, kwani mahaba yangu juu yako ni zaidi ya nafsi yangu kuliko ya Rasulullah. Asante sana. Mbona kwenye tafsiri kako vizuri. Asante. Chuma cha mkulanga. Sasa sauti ile pale uweze kunenepa. Kwa sababu unaimba mwili mzima unafanya kazi. Ya usingizi. Sasa usingizi kufanya nini? Kwa sababu usingizi natakukuta umelala. Umelala. Utaongea nini? Utaongea nini na mjanja? Anaelekea kabisa ana dendelezo. Sasa